Asante sana kwa Mwalimu Happy Joel kwenye sehemu ya kwanza kabisa kupitia kipindi cha Watoto Time saa 3 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Neno la Mungu kama nilivyokuambia kuwa ndio njia katika sehemu zetu, lakini neno la Mungu hilo ndio mwanga na taa katika hatua za maisha yetu. Star Pre and Primary School. Nimesikia undani kuna kuimba Kichina. Jamani, Kichina lazima tukiimbe na tujifunze. Lakini tukumbuke tu tunakula na tunafurahi, lakini hatujui hatua zote za mmeng'enyo wa chakula. Ndani ya shule hii tunakujifunza haya yote kupitia sehemu ya elimu. Burudani, kuimba Kichina. Natamani pia mimi leo nikapate kuimba Kichina. Lakini katika eneo la vipaji, sijui umetandana nini, kwa hiyo usitoke kana televisheni yako. Kumbuke tu tunapewa nguvu na madhabahu ya ngome ya Yesu Kristo chini ya mtumishi wa Mungu kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha. Michezo, burudani, vipaji, kufurahi kwa pamoja ndio sehemu yetu watoto katika siku ya leo kupitia kipindi cha Watoto Time. Hatuna siku yoyote, ni Jumamosi tu saa 3 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili ya asubuhi. Leo upo na mimi Sara Mwanga, tukutane katika sehemu hizi zote tulizotaja katika sehemu hii ya kipindi cha Watoto Time. Nakupenda sana. Karibu tuungane kwa pamoja. My name is Daniel Kakuyu Msuya. I am in Standard 7 from Stars Pre and Primary School. Today I want to teach you about the digestive system. What is digestion? Digestion is a process in which food is broken down into smallest particles so that to be absorbed by the body. The other name of digestive system is alimental canal. There are 9 parts of digestive system, which are mouth, esophagus, stomach, liver, pancreas, large intestine, small intestine, rectum, and anus. There are 2 types of digestion, which are mechanical digestion and chemical digestion. What is mechanical digestion? Mechanical digestion is a digestion which takes place in the mouth. In the mouth there is teeth which grind the food into smallest particle. In the mouth there is the tongue which lubricates the food so that to make swallowing easier. And in the mouth there is a gland called saliva gland, which is responsible for producing saliva. Saliva is a gel-like fluid which softens the food. After there, the food is transported to the stomach through a tube called the esophagus. The esophagus is 5 cm long from the mouth. In the stomach is where chemical digestion takes place. In the stomach there is a acid called hydrochloric acid, which kills germs that come over the food. After that, the food is transported to the liver. In the liver is where poison and toxins are detected. After the poison detected, the food is transported to the pancreas. In the pancreas is where carbohydrate is changed into glucose, protein into amino acid, and fat and oil into fatty acid. After that, the food is transported to the small intestine. In the small intestine is where absorption of food occurs. After absorption of food, the food is transported to the large intestine. In the large intestine is where water and minerals are absorbed. After that, the food is transported to the rectum, where the undigested food is stored there temporarily before released out. After stay there, it is released using anus. Note: amino acid, fatty acid, and the glucose all together are called end product. Thank you. My name is Heaven Osiam Chopa. I am in grade 3. I with my friends we are going to represent about landform. What is landform? Landform is the appearance of different shapes of land on the Earth's surface. Landforms include mountain, plateau, valley, hills, basin, and plain. Welcome, my friends. I am Purit Noel Unuo. I am in class 3.
I'm here to talk about mountain. What is mountain? Mountain is a landform with highest height. Example of mountain: Mount Kilimanjaro. This is a mountain. Thank you. My name is Brighton Mohamed Semiono. I'm in grade 3. I'm here to talk about plateau. What is plateau? Plateau is a flat elevated land. Plateau looks like a table. Example of plateau is Southern Highland Plateau in Iringa, Njombe, and Mbeya. This is a plateau. Thank you. My name is Natalia Josephat Saninga. I am in standard 3. I'm going to talk about valley. What is valley? Valley is an area of lowland between a hill or a mountain. Example of valley: Major East Africa Rift Valley. This is a valley. Thank you. My name is Aima Blatif Madama. I am in class 3. I'm here to talk about hill. What is hill? Hill is a moderate height. On S. Example of a hill is Kitonga Hill and Sao Hill. This is a hill. Thank you. My name is Sansbe Junior Alphonse. I am in class 3. I am going to talk about basin. What is basin? Basin is a ball-shaped depression on the sea surface. Example of basin is Lake Victoria. This is a basin. Thank you. My name is Gracious Lucas Mbeba. I am in class 3. I am here to talk about plain. Plain. What is plain? Plain is a flat landform. Example of plain: Serengeti and Tarangire National Park. This is a plain. Thank you. Sisi ni wanafunzi wa darasa la 4 wa mtaala mpya. Leo tutaenda kuzungumzia kuhusu historia ya Tanzania na maadili. Na somo letu la leo ni kuhusu alama za taifa. Nini maana alama za taifa? Alama za taifa ni alama ambazo hutambulisha nchi yetu. Zifuatazo ni alama ambazo mojawapo ni alama za taifa. Ya kwanza, nembo ya taifa. Ya pili, wimbo wa taifa. Ya tatu, mnyama twiga. Ya 4, bendera ya Tanzania. Ya 5, fedha ya Tanzania. Ya 6, sikukuu ya Tanzania. Na ya 7, wimbo wa taifa. Asanteni. Leo naenda kuzungumzia kuhusu nembo ya taifa. Nembo ya taifa kwa jina lingine huita ngao ya taifa. Kuna vipengele vikuu 13 vya nembo ya taifa: bibi na bwana, mwenge wa uhuru, nembo ya taifa, bendera, mkuki, milia ya blue, mlima. Asante. Leo nitaenda kuzungumzia kuhusu mwenge wa uhuru. Nini maana ya mwenge wa uhuru? Mwenge wa uhuru unabeba alama ya uhuru wa taifa la Tanzania. Mwenge wa uhuru ulipandishwa na Alexander Joseph Nyirenda mlima Kilimanjaro na kuwashwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa mfano, mwenge wa uhuru mwaka huu uliwashwa mwezi wa 4 Kibaha. Matumizi ya mwenge wa uhuru: kuhamasisha uzalendo, kusisitiza umuhimu wa maendeleo ya jamii, kuzindua miradi za serikali, mfano shuleni, hospitali na barabarani. Asanteni. Leo naenda kuzungumzia kuhusu alama mojawapo itoayo wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa ni alama inayotambulisha taifa. Mahali ambapo wimbo wa taifa unapoimbwa: kwenye kifo cha rais au kiongozi wa juu, kwenye hotuba ya rais, kwenye timu ya taifa inayocheza,
rais anapompokea mgeni. Wimbo wa taifa una beti 2. Pia wimbo wa taifa unawasifia watu watatu ambao ni viongozi wa Afrika na wa Tanzania. Pia wimbo wa taifa unasisitiza hekima, amani na umoja. Alianzisha wimbo wa taifa anaitwa Enoch Tonga. Asanteni. Leo naanza kuzungumzia bendera. Bendera ina rangi 4. Ya kwanza kijani. Kijani huwakilisha ardhi yenye rutuba. Ya pili njano huwakilisha madini. Ya tatu huwakilisha watu wa Afrika. Ya 4 blue huwakilisha vyanzo vya maji. Bendera inapandishwa saa 12 asubuhi na kushushwa saa 12 jioni. Kwa nini bendera inashushwa nusu mlingoti? Kwenye kifo cha rais, kwenye kifo cha rais. Asanteni. Leo naenda kuzungumzia kuhusu mnyama twiga. Mnyama twiga ni kitambulisho cha Tanzania. Mnyama twiga huwakilisha umoja pamoja na urefu wake. Ifuatazo ni mbuga za wanyama ambazo ni Serengeti, Manyara, Ngorongoro, Jozani, Gombe, Mwalimu Nyerere. Asanteni. Leo naenda kuzungumzia kuhusu fedha ya Tanzania. Fedha ya Tanzania baada ya uhuru wa Tanzania ilianza kutumia fedha yake. Aina ya fedha: sarafu, noti, matumizi ya fedha, kununulia vitu mbalimbali, kubadilishana bidhaa, kulipia ada ya shule. Asante. Leo tunaenda kuzungumza sikukuu za kitaifa. Nini ni sikukuu za kitaifa? Sikukuu za kitaifa ni sikukuu zinazoadhimishwa kila mwaka. Zifuatazo ni sikukuu za kitaifa. Tarehe 12 Januari, Mapinduzi ya Zanzibar. tarehe 7 Aprili, kifo cha rais wa Zanzibar ambaye ni Sheikh Abeid Amani Karume. tarehe 26 Aprili, muungano wa Tanganyika na Zanzibar. tarehe 1 Mei, sikukuu za wafanyakazi Tanzania. tarehe 7 Julai, sikukuu ya maonyesho ya biashara za kitaifa. tarehe 8 Agosti, sikukuu za wakulima Tanzania. tarehe 14 Oktoba, kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. tarehe 9 Disemba, sikukuu ya uhuru wa Tanganyika. Asanteni sana. Leo naenda kuzungumzia kuhusu umuhimu wa alama za taifa. Inasaidia kutambulisha nchi yetu, kuonyesha ushirikiano, inaonyesha nchi yetu imepata uhuru, hutumika katika ofisi za serikali, hutumika katika nyaraka za serikali, huonyesha mipaka ya nchi yetu. Asante. Asanteni kwa kutusikiliza. This is soap. This is water. This is comb. This is body oil. This is towel. This is hair oil. We clean our body every day. Thank you. Shine like a star. Habari wanafunzi wenzetu, sisi ni alama za uandishi. Alama za uandishi hutumika kwenye kusoma na kuandika habari tofauti tofauti. Alama hizi ni: mimi ni mkato, natumika kwenye
vitu vilivyo kwenye orodha na kuweka pumziko dogo. Alama yangu ni hii. Mimi ni mshangao. Watu hunitumia kwenye kustuka, kushangaa na kusitiza jambo. Mfano lo, alama yangu ni hii. Mimi ni kiulizo. Natumika kuuliza maswali. Alama yangu ni hii. Mimi ni nukta au kituo. Natumika mwisho wa habari, neno au sentensi.